Mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan amehakikishia wavuvi wa wilaya Pangani mkoani Tanga ya kwamba iwapo atapewa ridhaa ya kushika tena dola, basi serikali yake itazidi kuwamulikia tochi ya maendeleo. Dr. Samia ameyasema hayo mbele ya umati mkubwa wa wananchi waliofurika kwenye viwanja vya Majengo mjini Pangani katika siku yake ya kwanza ya kuzisaka kura za wananchi wa mkoa wa Tanga. Lakini niseme kwenye uvuvi tuliwezesha upatikanaji wa boti 15 zinazokwenda mbali baharini kwa ajili ya shughuli za uvuvi wa dagaa na samaki. Ninakumbuka nilizindua pia mradi huu wenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 600 ambao utaongeza fursa za ajira kwa vijana wetu. Lakini sambamba na hilo, tumeanza ujenzi wa soko la samaki la kimataifa pale kata ya Kipumbwi. Mradi huu wa shilingi bilioni 1 na milioni 300 utakaokuwa na vifaa vya kukaushia dagaa pia ni muhimu katika kuongezea kipato wavuvi na kuchochea maendeleo ya wilaya yetu. Na nataka niseme hayo ni awamu yaliyopita, lakini awamu ijayo tutaendelea kuwashika mkono wavuvi na kuongeza kipato chao. Kuhusu sekta ya madini, Dr. Samia, huku sauti yake ikianikiza anga ya Pangani, alisema, niingie upande wa madini ambako tuliendelea kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo katika utoaji wa leseni, hususan kwenye kata za Ilozo, Kimanga, Kipumbwi, Mikunguni, Mwera, Tungamaa na Bweni. Huko kote tumeshughulika hasa na wachimbaji wadogo kwenye madini. Miaka 5 ijayo, pamoja na kuongeza utafiti wa maeneo ya madini, kwa sababu katika nchi yetu, nchi nzima ni 16% tu ya nchi ndio imefanyiwa utafiti kuhusu madini. Tunajipanga miaka 5 inayokuja tuongeze tena 18 mpaka 20 ya nchi yetu, tufanye utafiti madini gani yapo maeneo gani, ili vijana wetu wanufaike na uchimbaji mdogo mdogo na waongeze kipato cha kaya zao. Naam, hayo ni ya huko Tanga ambako Mama Samia ulimbo wake unazinasa kura za wananchi kwa kasi ya ajabu. Tukija hapa Dar es Salaam, mgombea mwenza Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa katika wilaya ya Ubungo, jimbo la Kibamba, amesema adha ya usafiri jijini Dar es Salaam ni ya muda tu, kwani ujenzi wa barabara unaoendelea hivi sasa utamaliza tatizo hilo, ikiwa ni pamoja na kuimarisha usafiri wa umma wa mwendo kasi. Ni kweli kwenye mwendo kasi bado kuna changamoto. Serikali ilifanya kazi ya kufanya utafiti kutafuta namna ya kupunguza msongamano barabarani, namna ya kuondokana na changamoto ya watu kukosa usafiri. Ndipo ulipobuniwa utaratibu wa mwendo kasi. Lakini sasa serikali imeamua, baada ya kufanya utafiti wa kina, Rais Samia ameagiza utafiti wa kina na umefanyika, kwamba namna pekee ya kuboresha utaratibu huu ni kuhakikisha kwamba miundo mbinu inaendelea kujengwa na serikali. Barabara za mwendo kasi zinaendelea kujengwa na serikali, lakini kwenye mabasi na uendeshaji, serikali lazima ishirikiane na sekta binafsi. Hapo vipi? Watu wa sekta binafsi wenye uwezo wa kununua na kuweka mabasi washirikiane na serikali, ili muda wote barabara zetu ziwe na mabasi, watu wetu wasisongamane, wasikanyagane, waishi kwa raha katika nchi yao Dar es Salaam na Kibango. Au vipi? Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Basi nakushukuru wewe msikilizaji na mtazamaji wa habari hii. Tukutane tena hapo kesho panapo majaliwa. Abubakar Liongo, CCM Makao Makuu.